Shoga yangu ulivyoenda alikwambia? Yaani hata nisingeenda yani unajua. Kwa nini? Yaani kanitia kichefu tu so siri. Kivipi shoga yangu? Hivi mimi nakwambia kila siku nampenda Tadei. Yaani nampenda yule, ndio kila kitu kwangu. Siwezi kuwa na mtu mwingine. Hapana. Ujue yule anakupenda shoga yangu. Yaani anakupenda sana. Na ujue sasa hivi wanaume ni wachache shoga yangu. Yule Tadei unayemsema wewe hakupendi. Ila Franki ndo anayekupenda shoga yangu. Asa hivi umebadilika sana. Sio Mazanza yule ninayemjua mimi. Na sijajua kwa sababu gani unanifanyia hivyo. Shida iko wapi? Mpaka yote haya yanatokea. Kumbuka tumeahidiana vitu vingi sana mimi na wewe kuvifanya. Leo hii kama hivyo. Hivi kweli vitakamilika mpenzi wangu? Kwa staili hiyo. Kitu gani kinakufanya uwe hivyo? Au kuna kipi mimi nakukosea mpaka nafikia hatua unabadilika kama hivyo? Mpenzi wangu Sho, la azizi wangu, unajua mimi nakupenda sana. Alafu sitaki nikupoteze leo wala kesho. Natamani uwe na mimi siku zangu zote za maisha yangu. Na hata kama leo hii pia nikaambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba nikupatie kitu gani mja wangu. Kwa hiyo mimi ninachokushauri, kubali kuwa na Frank shoga yangu. We bana kama una story zingine, hebu tuondoke tu. Mimi naomba tu nikushauri shoga yangu. Wewe ni shoga yangu, ndugu wangu, si ndio? Yaani kubali kuwa na Frank. Utafurahia. Wewe huyo Frank hiyo, kama unaona ananifaa mimi, hebu kuwa naye wewe. Sawa. Mimi nimechoka bana na story zako hizo. Kule kwani mboga ulishafuata? Mboga ndo nataka niende kuchukua. Nenda kafuate mboga kule wenzangu. Na mimi unihesabie. Haya poa. Lakini ndio hivyo shoga yangu. Na hicho kitu nikikupatia kisije kikuponyoka kwenye mikono yako, basi nitamwambia anipe furaha yako. Sababu natamani uwe na furaha siku zako zote za maisha yako. Sipendi kukuona ukiwa kwenye hali kama hiyo, ukiwa na huzuni, unaumia. Tambua hata mimi pia unaniumiza. Si umenielewa? Sema kuna kitu kimoja unapaswa kuelewa mpenzi wangu. Maisha yamebadilika sana sasa hivi. Maisha ya zamani tofauti na sasa hivi. Yaani maisha sasa hivi ukishindwa kujipigania wewe mwenyewe, basi hakuna atakayekuja kukupigania maisha yako. Ndio hivyo tunipo kwenye ubizi fulani tu kujipambania. Huu ubizi ni kwa ajili ya kuandaa kesho yetu. Huu ubizi ni kuandaa kuwa wazazi bora kwenye kizazi chetu. Sio, umeelewa? Lakini sina ujinga wa aina yoyote wala upuuzi wa aina yoyote. Sitaki kuamini hilo. Wewe kuna vitu unavifanya kinyume na mimi kile kitu kiachana. Yaani unajifanya mtu wa chini chini kwa siri. Ilikuwa leo hii wewe wa kunidanganya mimi kuwa yule binti tulikutana pale, yule mwanafunzi. Ukanielezea vizuri kabisa na mimi nikakuamini kwa kwamba huyu mwanafunzi tabia yake chafu. Mwanafunzi huyu hafai, anatembea na kila lika. Hakuna cha wazee wala vijana, hata ajali. Ulisema wewe siku ile. Pia ukarudia kusema kwamba huyu huwa anakufuata kwenye kazi zako. Yanamaanisha biashara. Anakutongoza ila wewe unamkataa. Ina maana hizo mishemishe zote ndo zinafanya mpaka nakutumia message hunijibu. Na kupigia simu unipokelee. Sipate ratiba yoyote. Kuna mpambanaji ambaye anajua kabisa yuko na mwenzie ache kumshirikisha. Na kama kweli unapambania kesho yetu, kwa nini usiniambie? Na kwa nini usiniweke wazi? Hapana Mazanza. Kipo kinachokufanya uwe hivyo? Niambie tu ukweli. Maana mimi naumia, yani hayo yanayotokea yote. Kumbuka mimi unaniumiza. Na nafikia hatua unaniathiri, yani nashindwa kufanya vitu vingine. Na kuwaza wewe tu. Kwa nini unanifanyia hivi lakini? Okay, anyway. Acha basi nikwambie ukweli. Kwa nini nipo busy kiasi hichi? Rafiki yangu ana uwanja wake. Na huo uwanja wake kuna watu wanamuingilia. Wanataka waeke mawe. Sasa ndio akanipigia mimi simu ili niweze kumlindia uwanja wake. Usije kuchukuliwa. Ni hivyo tu mpenzi wangu. Basi sawa. Mimi nimekuelewa. Basi nikombe kitu kimoja. Nataka unavyoondoka hapa nyumbani kwangu,
uache kila kitu hapa, huzuni, majonzi, fikra potofu juu yangu. Nataka uache kila kitu, uondoke kwa mweupe kabisa. Sawa? Usijali, mimi baada nimekuona na umenielezea vya kutosha, nimeelewa, niko sawa. Acha niende nyumbani nikachukue chakula nikuletee. Hapo tu ndipo napokupendea mpenzi wangu. Unajua nini nataka na nini sitaki. Fanya haraka haraka mpenzi wangu, maana nina njaa sana. Basi, uwe na wakati mwema. Haya. Lakini leo hii niliyoyapata na kujidhihirisha kuwa kwamba wewe ulienda kwa rafiki yake, yule rafiki yake na kaniambia ukweli. She's giving me all information. What you are doing? Bana, wewe mimi ni rafiki yangu bana. Alafu long time ago tu tunaishi kwenye nyumba hii. Sijawahi kukuongopea hata siku moja. Bana, huyo demu kama alikwambia hivyo, huyo alikudanganya. Sasa unapokuja kuniletea taarifa kama hizi, mimi siwezi kukubaliana nazo. Huyo demu atakuwa anakutaka sio bure. Kwa anatafuta namna gani ya kuweza kukutia mbaloni, kukutia mikononi mwake. Ndo anapita kwa mfumo huo. Sasa kama nakutaka, si bora kueleze tu kweli jamani. I wonder kumeanza kuchangamka. What's happened? And what you feel from there? You think could be good today? That's what you wishing to stand alone and work about it. So I wish you don't live street. So in this street you should be careful what you are doing now. And you understand what you are feeling like. This light, education is a matter to everybody. That otherwise you're going to slide at. And I make it to emphasize you and make good information. Education is a matter what we are growing now. You grow it about it affair. You do not understand what you're talking about. Odi. Odi. One day you understand me what I'm talking. Kaka, kila siku nakwambiaga usiniongelee Kiingereza. Mimi mwenyewe nimeishia darasa la pili, unielewi rafiki yangu. Sasa ndugu yangu, mimi kama kunyia bakuli nimeshindwa, nitaweza kunyia debe huko jela? Ndugu yangu, naliona futa hilo. Mimi hapana, wewe amekudanganya. Mambo ya wanafunzi tena na jela na mimi wapi na wapi rafiki yangu. Na hali hii kama unavyoniona, mtoto wa watu, nimekosa sura, nimekosa umbo. Sasa nikienda jela rafiki yangu, Anyway, yaisha rafiki yangu, lakini usio unaamini vitu kama hivyo. Afu wewe ni mtu mzima. Kusi, leo hii unaniona mimi kama ni mtu nisioeleweka. Na uongo wako unazidi kudhihirika. Ipo siku moja, kama tabia hii ipo, please leave it. Tafadhali achana naye. Otherwise, one day let out. I mean that day is coming. Ili kuache ni njema. Ni kweli umeongea hapo, kama anaingia lakini kama haingii, na imuli kama inakuja kama haiji. Yule dem mimi siwezi kumwacha. Mimi mwenyewe yule dem nilimfuata, nilijua mwanafunzi. Yule dem wewe ujui jinsi gani anavyokonga moyo wangu. Mtoto akitembea mwache atembee. Yaani utafikiri semi limebeba tela. Mtoto ananata, mtoto ana midundiko. I wonder kumeanza kuchangamka. Utajua wewe huko. Karibu. Asante. Karibu. Marhaba. Hujambo? Jambo. Nikusaidie nini?
Umeagizwa, kuna mtu anakuita. Mimi? Nani huyo mtu aliyekuagiza? Wewe twende utaenda kumjua Koko. Yaani niende afu mtu mwenyewe simjui aliniita. Wewe unaweza? Wewe twende utaenda kumfahamu Koko. Yupo pale. Wewe. Una uhakika na unachokisema? Nisubirie. Ondoka. Kwa hiyo Zuu, kachukua ile madumu, yatie maji, jaza madumu yote sawa, alafu yeke ndani. Na yale mengine Yote yatie maji. Haya, sawa. Shemeji Loda. Kulikoni tena mpaka huko? Sasa nimekumisi jamani shemeji, kwani kuna ubaya? Hata kama shemeji kama umenimisi. Muda mfupi tu nimetoka nyumbani kwako. Na nimekwambia kama naenda nyumbani baadaye nitarudi. Sasa unifuata mpaka huko tena? Nimeona kimya hautokei nyumbani. Nikamwambia nikufuate. Mitiani kwa sasa kupata pressure. Nani anayeniita? Ukajua umepoa tena. Acha zako bwana. Sasa si shemeji yangu. Unajua wewe unaumwa. Pasipasi kutembea huko. Twende nyumbani. Baadaye jua likishapoa, tutakuja kufanya mazoezi mepesi hapa uwanjani. Sawa tu. Twende. Twende mwana. Sasa tutangulie.